Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa majina naitwa Dr. Mustafa. Ni dokta anayetibu kwa kutumia miti shamba pamoja na dua. Naam, ndugu zangu, leo nataka kuelezea yale mambo mbalimbali yanawasumbua wanadamu katika masuala ya utafutaji, katika masuala ya aina mbalimbali, hata kwenye mahusiano pia. Leo nataka kuelezea aina za mfumo wa mwanadamu alivyomuumba Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu alimuumba mwanadamu, cha kwanza alimtengenezea nyota, alimuumbia na nyota. Sasa hivi utakuta binadamu wengi sana wanashika pesa lakini pesa haikai, au mwingine anatafuta pesa na pesa haipati kabisa. Mwingine anaweza akawa anahangaika, ana bahati ya kupata ndoa ama kupata wachumba, lakini akipata mchumba ama akipata ndoa huwa haidumu. Kitu cha kwanza ninachotaka kuelezea leo, ndugu zangu, katika maisha ya mwanadamu, ili mambo yako yaende vizuri, lazima nyota iwe sawa. Mwanadamu, ili mambo yako yaende vizuri, kitu cha kwanza ndugu zangu, nyota. Kama nyota yako wewe ni chafu, nyota yako wewe imechukuliwa na wachawi na wanga, kupata mafanikio ndugu yangu sahau. Yaani sahau. Tunawaelekezana kwenye njia zilizokuwa thabiti kabisa. Kwa nini nazungumza hivyo? Utakuta mwanaume ama mwanamke amepata mchumba, lakini mahusiano hayo huwa hayadumu. Kuna mambo mawili. Jambo la kwanza, litazame vizuri. Inawezekana wewe na huyo mchumba wako nyota zenu hazijaendana. Nyota zenu hazijaendana. Na kuna nyota za aina mbalimbali. Unaweza ukaendana naye mtu katika nyota ya mapenzi, na kuna mtu unaweza ukaendana naye katika nyota ya biashara. Kwa sababu unaweza ukafanya biashara na mtu, lakini yule mtu uliyefanya naye biashara, mkiwa pamoja biashara huwa haziendi. Jua kabisa kuna mmoja nyota yake inambana nyota ya mwenziwe. Na kama siku ikitokea yule mmoja hajaingia katika biashara, ameingia mmoja, huyo mmoja biashara huwa inachangamka na wateja huwa wanapapatika. Jiulize kwa nini? Mchawi ni nani? Tambua kabisa kwamba nyota zenu nyinyi zikikaa sehemu moja, kuna vitu lazima viwe vizito. Au unaweza ukawa na mchumba, kwenye mahusiano kila siku maugomvi, kila siku fujo. Jua kabisa nyinyi wawili nyota zenu hazijaendana. Hivyo basi usikurupuke hata kwenye utafutaji. Kwanza ndugu zangu, jua nyota yako ni nyota ya design gani, nyota yako inahitaji kitu gani, nyota yako ina ufarume gani, asili ya nyota yako ni nini, na siku ya bahati ya nyota yako ni siku gani, ili uweze kupata mafanikio. Mimi naelezea hivi vitu na vitambua vizuri sana, na vitambua nje ndani kwenye elimu ya nyota. Ndugu zangu, dunia ina siri na mafanikio yana siri. Siri ya dunia na siri ya mafanikio ni kiza. Siri ya dunia na siri ya mafanikio ni mwangaza. Unapotaka kupata mafanikio, basi lazima kwanza wewe mwenyewe ujue wapi unakokwenda na utambue wapi ulikotoka, ndipo uweze kuyakabili mafanikio ama kuyapata mafanikio. Kwani watu wanahangaika sana kwa mafundi, kwa mashehe, kwa wachungaji mbalimbali, lakini wanaishia kufilisika, wanaishia kudhulumiwa, wanaishia kulia, kwa sababu hivi vitu vinasili. Kuna mwingine anatafuta maisha, lakini maisha anayotafuta katika upande wa mizimu ya ubabani, ya umamani, katika koo zake, inawezekana ndio imefunga hizo njia za mafanikio kwake.
Kwa hiyo kitu chochote unapotaka kukifanya, kwanza jua chanzo ni nini. Mbona mimi wenzangu wanafanikiwa, mimi mbona sifanikiwi? Duniani Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba mwanadamu maskini. Mwenyezi Mungu duniani hajawahi kuumba binadamu maskini, ingawa maskini wapo. Kina nani maskini? Na kwa nini nikasema Mwenyezi Mungu hajawahi kuumba maskini na nikasema maskini wapo pia? Maskini ni yule ambaye hana akili. Maskini ni yule ambaye hana mikono. Maskini ni yule ambaye hana macho. Maskini ni yule ambaye hana miguu. Maskini ni yule ambaye ni maamuma, ambaye haijui leo ni lini, haijui kesho ni lini. Yule ndo maskini. Wewe kama Mwenyezi Mungu amekupa akili, akakupa macho, akakupa mikono, akakupa na miguu, wewe ni fukara. Unahitajika ukatae maisha unayoyaona sasa hivi ama unayopitia sasa hivi. Na ndio maana Mwenyezi Mungu anasema kuzaliwa masikini sio dhambi, kufa masikini ndiyo dhambi. Ndugu zangu, njia za mafanikio ziko nyingi sana. Njia za utajiri ziko nyingi sana. Ingawa sasa hivi hizi kazi za elimu za tiba zimeingiliwa na watu ambao wanakuja kuwatapeli watu, wanawadanganya watu. Lakini ndugu zangu, msichoke kwenye kuhangaika na msichoke kwenye kutafuta. Allah anakuambia siku zote, mkaa bure tofauti na mtembea bure. Kwa hiyo nimetoa ushauri kwa ndugu zangu, kwa yoyote mwenye matatizo ya aina mbalimbali. Dr. Mustafa nashughulikia matatizo hayo. Kama umekimbiwa na mke, umekimbiwa na mume, unataka kupanda cheo kazini, unahitaji ndoa, unahitaji watoto, una maradhi katika mwili wako, unahitaji ndagu, unahitaji pete za chuma urete, magnet field, unahitaji kila kitu, usikose kuwasiliana na Dr. Mustafa kwa alama ya jumlisha 255 763939291. Usisahau kusubscribe YouTube channel yangu, kulike na kucomment ili uweze kupata vipindi vyangu mbalimbali vya tiba na dua. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.